kwenye lika kama la Alan Okello wako wengi pale Simba. Tukiangalia haraka haraka unaweza kumkuta Morris Abraham, unamkuta Kameta Duchu, Ladak Chasambi, ni kimo kile kile na lika ni lile kuanzia 25 22 mpaka 20. Kwa unakuta ni lika ambalo kwa kijana akiwa na kipaji kikubwa, uwezo kama wa Alan Okello, anakuwa timu inakuwa imepata faida kwa sababu ni player ambaye anakuwa na muda mrefu sana wa kuendelea kutumikia karama yake, kwa sababu mpira maximum kama miaka 30 plus ndio mtu kidogo anaanza kumkimbia. Akili na mwili vinataka, lakini yaani moyo na akili vinahitaji, ila mwili unakataa, unaishiwa power, unaishiwa pumzi. Kwa miaka 30 na kuendelea inakuwa watu hata kwenye vilabu, kwenye usajili wao wanasajili na kuwapa muda mchache sana. Mchezaji anapewa miaka 2, mwaka mmoja, lakini kwenye lika kama lakina Alan Okello, akina Chasambi, Abraham Morris, wale wanapewa mikataba ya miaka 4, 5. Imagine mkataba aliopewa Faisal pale Azam. Umri ulikuwa unamruhusu pamoja na kiwango. Klabu yote inaweza kumpa muda mrefu kwa sababu wanaamini kuna kitu atakipata kwenye umri wake. Na kipaji day after day kinakuwa. Unajua mchezaji akiwa anacheza mara kwa mara ana nia na kiwango kinaongezeka maradufu. Kwa hiyo naweza kusema kwa Alan Okello, Simba Sports Club wanakuwa wamecheza sana. Na katika upangaji wa kikosi malejendari lazima wawepo. Kwa wanakuwepo kwa ajili ya kuongeza mbinu. Ingawa madogo wanajua, lakini mix inatakiwa. Kwa hiyo kwa umri wa Alan Okello sina shida nao, ni umri mzuri, lakini pia kwa kiwango cha Alan Okello sina shida nacho, pia ni kiwango kizuri. Anajituma, anatambua anachokifanya, ana assist, ana score magoli, anatafuta mpira. Kwa hiyo ni mchezaji wa aina yake kutokana na umri aliokuwa nao, umbo pamoja na akili, na anajaribu kuipeleka sawa sawa pamoja na mwili, ndio maana kuwa anapata mafanikio kwenye kile kipaji chake alichonacho. Kwa hiyo naweza kusema Simba Sports Club kwa Alan Okello dili lao limeenda vizuri, na mwalimu ni moja kati ya vitu ambavyo anavihitaji kwamba Alan Okello awe ndani ya nyumba, na kuna baadhi ya wachezaji watatu ambapo kuna beki ndani yake, beki ya kulia kwa goalkeeper amemhitaji pia, na kuna mchezaji mwingine ambaye alikuwa anafanya naye kazi pale Stellenbosch pia anamhitaji. Asilimia kubwa tumeona duniani kote makocha wengi wao wanakuwa na wachezaji wao, yaani anapokuwa kocha na mchezaji wake kwa kuna kitu kinafanyika, yaani kuna mchezaji ambaye amemzoea na anamsikia mwalimu akimwambia ingia kafanya mabadiliko, na kweli yule player anaenda kufanya mabadiliko. Kwa hiyo sio kitu cha ajabu mwalimu kumhitaji mchezaji ambaye alikuwa anafanya naye kazi. Hiyo ipo duniani kote. Kwa hiyo ni jambo la msingi tu Simba wakamsikiliza mwalimu, kwa sababu kwenye mkataba wao imeandikwa na kocha pia anasikilizwa anataka nini, kwa sababu wewe umempa kandarasi akutengenezee kitu. Sasa anapokuwa anahitaji material inabidi umpatie kwa wakati. Huwezi kuwa umempa kazi afanye afu material umpatie, atafanya nini? Kwa hiyo kile anachokuwa anakihitaji unamsikiliza. Nataka hiki mpe, nataka kile mpe, nataka kile mpe, mchezaji ule mlete. Kwa hiyo muda umefika wa Simba kuchana pochi, kuhakikisha wanafanya usajili mkubwa, usajili wenye maana, usajili wenye tija, lakini usajili ambao utaleta mafanikio kwenye klabu ya Simba. Kama mwalimu tayari na yeye pia amekuja na majina yake wachezaji na wahitaji ambao naamini katika ile safari ya kuijenga Simba, basi hao watu wanawahitaji akiwemo Alan Okello itafanikiwa na safari yake itakuwa nzuri. Kwa ni swala la Simba kumsikiliza mwalimu, wajua anataka nini, kikubwa maelewano.